Zamu inaanza na kundi la maharamia waliokuwa kwenye meli katikati ya bahari kubwa. Wahudumu wa meli wanaanzisha uasi dhidi ya nahodha wao kwa sababu anajua mahali mji ulioko chini ya bahari, lakini anakataa kabisa kufichua eneo hilo. Wanamhoji kwa nguvu na kumtishia kumuua ikiwa hatasema mahali mji huo ulipo. Hata hivyo, anakataa kuzungumza. Ghafla, mmoja wao anampiga risasi na nahodha anaanguka baharini. Anapokuwa akianguka, anashikilia pipa lililokuwa karibu naye. Ndipo tunagundua kwa ndani ya lile pipa kulikuwa na mtoto wake mdogo aitwaye Hastings. Miaka 20 inapita tangu tukio hilo. Tunamkuta Hastings akiwa mtu mzima, akifanya kazi kwenye mashua pamoja na kundi la wavuvi. Tunafahamu kuwa aliyemwokoa baharini alikuwa Kapteni Long, ambaye alimlea kama mtoto wake baada ya kumpata. Siku moja, Long anawaamuru wafanyakazi wa meli waanze safari ya kutafuta hazina iliyofichwa chini ya bahari. Kabla ya kuzamia, anawaeleza kuwa lazima waende kwanza mahali panapoitwa Jicho la Bahari, eneo ambalo hazina zote za bahari hukusanyika. Hastings anaanza kujiandaa kuzamia pamoja nao, lakini kijana mmoja kwenye meli anamdhihaki na kumwambia asijiunge nao kwa sababu hataki mtu kama yeye agawane hazina. Long anatambua hali hiyo, anamfariji Hastings na kumtia moyo hadi anapata ujasiri tena. Hatimaye, Hastings anazama baharini pamoja na timu. Chini ya maji, Hastings anajitenga na kundi na kuanza kutafuta peke yake. Anagundua fimbo ya dhahabu, anaivunja kipande kidogo na kukichukua. Anapokichunguza, anahisi nguvu ikihamia kutoka kwenye kipande hicho hadi mkononi mwake. Ghafla, nguvu kubwa inatoka mkononi mwake na anapoteza mwelekeo ndani ya maji. Kwa mshangao, mnyama mkubwa wa baharini anatokea mbele yake. Hata hivyo, hamdhuru, bali anapita tu na kuondoka. Hastings anaanza kukosa hewa, anahangaika kutafuta oksijeni, lakini hawezi kuogelea kurudi juu ya maji. Hatimaye anazimia. Juu ya meli, Long anauliza kuhusu Hastings, ambaye amekuwa chini ya maji kwa muda mrefu sana. Hakuna aliyemwona. Long anaingiwa na wasiwasi mkubwa na anaamua kuzama mwenyewe. Anamkuta Hastings akiwa hanafahamu na anapa kifaa cha kupumulia. Hastings anazinduka tena. Wakiwa wanajiandaa kurudi juu ya maji, yule mnyama wa baharini anatokea tena. Anamshambulia Long na kumsukuma mbali na Hastings. Hastings anaamua kuogelea kwenda juu ili apumue. Anapofika juu, anakuta meli yao inashambuliwa na maharamia. Anapoangalia mbele, anamwona Long tena. Anajaa furaha kumwona akiwa hai, lakini furaha hiyo haidumu. Ghafla, yule mnyama wa baharini anatokea na kumeza Long mbele ya macho ya wote. Wafanyakazi wa meli, kwa hofu kubwa, wanakimbia eneo hilo na kumwacha Hastings peke yake katikati ya bahari. Baadaye, Hastings anaona meli ya maharamia ikimkaribia. Wanamkamata na kumfunga kwenye meli yao. Malkia wa maharamia anaona tatu ya maharamia kwenye bega lake na anamuuliza anatoka kundi gani la maharamia. Hastings anamwambia kuwa yeye si maharamia